Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nawe. Leo nimependa tafakari kitu kimoja. Tukisoma katika kitabu cha Luka sura 22 na ule mstari wa 40 mpaka 42, tunaona Yesu anasema maneno yafuatayo kwamba Baba, ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke. Hichi ni kile kipindi ambapo Yesu alikuwa anakaribia kwenda msalabani, yani kupata yale mateso. Sasa watu wengi tunadhani kwamba Yesu alisema vile kile kikombe kimwepuke kana kwamba alikuwa anaogopa yale mateso, yani ile kuvishwa taji ya miba, kuchumwa misumari na mkuki ubavuni. Hapana. Kilichomwogopesha Yesu mpaka akatumia muda mwingi katika kusali akasema, Baba, ikiwezekana hichi kikombe kiniepuke. Yesu hakuogopa yale mateso, bali aliogopa uzito wa ile dhambi aliyokuwa anaenda kuibeba. Sasa tuanze kusoma kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 40. Maandiko yanasema, alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Kwa hiyo kilichomfanya Yesu aseme haya maneno ni kwa sababu aliogopa uzito wa ile dhambi. Kumbuka maandiko yanasema kwamba dhambi ya ulimwengu alibeba yeye. Tusome kitabu cha Isaya sura ya 53 na ule mstari wa 6. Maandiko yanasema 6, sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Mbona? Kwa Bwana alichukua maovu yetu, dhambi zangu, dhambi zako, akamwekea Kristo. Kwa hiyo Kristo alipoangalia ule mzigo wa dhambi ni mkubwa. Na kumbuka maandiko yanasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu mzima wa milele. Kwa Kristo alikuwa anaenda kutengwa na uso wa Mungu. Maanake pindi atakapoibeba dhambi, Mungu atamkataa. Maanake Mungu hawezi kukaa ndani ya mtu mwovu. Tusome kitabu cha Zaburi sura ya 4 na ule mstari wa 5. Zaburi sura ya 5 mstari wa 4. Maandiko yanasema, maana huyu Mungu apendezwaye na ubaya, mtu muovu hatakaa kwako. Kwa hiyo Kristo alijua pindi mtakapochukua huu uovu, Mungu hatakaa kwangu. Ili mfanye Kristo ahuzunike. Maandiko yanasema kwamba alisali mpaka mishipa ya macho ikapasuka, akaanza kutoa damu. Maana yake aliwaza sana, alipata mateso ya kihisia. Ndipo Yesu alipotundikwa pale msalabani, alipovishwa dhambi ya ulimwengu, kweli Mungu alimwacha. Ndipo Yesu anasema maneno yafuatayo katika kitabu cha Marko sura ya 15 na ule mstari wa 34. Maandiko yanasema, na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi Eloi lama sabakitani, maana yake Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa hiyo Mungu alimwacha Kristo ni kwa sababu ya Kristo alikuwa ameshavishwa dhambi. Kwa hiyo katika tafakari hii nilitaka kwamba tutambue au tupate uelewa sahihi. Yesu alichokiogopa pale, hakuogopa mateso, hakuogopa misumari, hakuogopa nini, hapana. Ila alichokuwa anakiogopa ni ile dhambi. Lakini kwa kuwa yeye hakufanya dhambi, kaburi lilishindwa kumshikilia, na siku ya 3 akawa amefufuka. Na kwa kufufuka kwake yeye, sisi wanadamu wote tumepata ukombozi. Kwa hiyo tunapata kuelewa kwamba jinsi gani dhambi ilivyokuwa mbaya, lakini sasa sisi wengi tunachukulia poa. Tunafanya dhambi, tunaona kama vile ni kitu cha kawaida, lakini Bwana wetu aliogopa sana. Kwa hiyo nitaka tafakari, na kama utakuwa na swali au hujaelewa, basi unaweza kuuliza hapo, mimi pia nitakujibu. Mungu wa mbinguni akubariki.